mada ambayo ningependa tuweze kuiongelelea kuhusu huyu ndugu yetu anaitwa Mwankemwa. Amekuwa sana akikashifu Adventista wa Sabato kwa sababu ya kukataa Utatu Mtakatifu. Na ni kweli Waadventista halisi hawakubaliani na Utatu Mtakatifu, bali ni wale Waadventista ambao wanadai kwamba ni Waadventista lakini ni waasi ndio wanadai kuwa Utatu Mtakatifu ni katikati ya imani ya Kikristo. Sasa huyu ndugu tumekuja kugundua kwamba is one of the Jesuit Society people, kwa sababu the mission of the Jesuit Society is to convert all people into Catholicism or into Universal Church. And this Universal Church was officially started by the Roman Catholic Church by the Roman Empire in 500 and something backwards there. So the Jesuit Society, their main work is to convert all people to become Catholicism, into Catholicism. Their main work is to go whenever you are, whichever the church or whichever the denomination that you are, and convert you into either Catholic. And once they do that, they give you a cross. You put it on the church. Every church which uses the cross as a symbol belongs to the Catholicism. And let us listen to what he's saying first, and then you will concur with me. And before we do that, let us pray first of all. Our Father who art in heaven, we come before you this time. We glorify your name. Lord, you know that you love us with great mercies, that you shed you send your only begotten Son to come and shed blood to save us for eternal life. Right now, we are going to study this study. I pray that you may be with us as we come to understanding of what you want us to understand according to your word. May you be blessed. I pray this in the name of our Lord Jesus Christ and our personal Savior. Amen. So let us listen to what this man is saying. Wacha tusikize jambo ambalo huyu ndugu yetu anasema kuhusu Utatu Mtakatifu, kwa sababu hata siku mbili, hata saizi kuna mjadala ambao anaendelea nao na watumishi wa Mungu, na ukimsikiza vizuri mwenyewe hata huo utatu ana claim ku support au understand, because mara utampata anasema Yesu ndio Mungu, tena utampata anasema Yesu ndio Roho, tena utampata anasema Yesu. Sasa ukimsikiza vizuri tena yeye ndio yule Mungu. Sasa hata aeleweki, kwa sababu Biblia iko wazi. Tutarudi nyuma tuweze kusoma na nyinyi pamoja. Hebu sikiliza kwanza hii clip ambaye ameweza kuitoa, uweze kuona kama kwamba is this person really understands what he's saying. Yeah, because even the Adventist church that is claiming to have accepted, those are the Jesuit Society people who went to the Jesuit Society University and studied there the theology, then they came into the Adventist church to take it. So let us watch it and then we shall talk about that. Si hawa wanapinga fundisho la utatu? Tangu karne ya pili watu wamekuwa wanapinga fundisho la utatu. Kina Arianism na wengineo. Uliza swali, walifanikiwa? Jibu ni kwamba hawakufanikiwa. Ndani tu ya Usabato walikuwa wanapinga fundisho la utatu. Lakini tangu mwaka 1888 si walianza kulikubali taratibu. 1931 wakaliweka kwa nguvu. 1981 kule Dallas kwenye mkutano wa General Conference Dallas, rais wao Neil C. Wilson akatangaza rasmi kwamba fundisho la utatu sasa ni rasmi ndani ya dhehebu la SDA. Na ndio kutoka hapo tena katangaza akasema sasa na sisi tumekuwa Catholic. Unajua maana yake?
tumekuwa sehemu ya Wakristo duniani. Manake kabla ya hapo hawakuwa Wakristo.